Karibu sana mpenzi mtazamaji. Leo nazungumza kuhusu kuchunguza matiti yako mwenyewe na nitakwambia namna ya kuchunguza matiti yake na umuhimu wake. Karibu sana, uwe nami mpaka mwisho. Asante. Kuchunguza matiti yako mwenyewe ni sehemu muhimu sana ya afya kwa wanawake wengi. Inawasaidia kujua matiti yao yalivyo katika hali ya kawaida, ili kunapotokea na mabadiliko basi wazungumze na mtoa huduma wa afya mapema. Cha msingi hapa ni kujua namna matiti yako yalivyo katika hali ya kawaida, ili mabadiliko yakitokea basi uweze kufahamu na umuone daktari. Kama ukiamua kufanya zoezi hili la kujichunguza matiti mwenyewe, inabidi ulifanye siku 3 mpaka 5 baada ya kuingia kwenye hedhi. Hichi ni kipindi ambacho matiti unakuta hayayumi na yanakuwa hayajavimba. Lakini kama kwa yule mtu ambaye damu yake ya hedhi imeshakata, inamaanisha kwamba yuko kwenye menopause, na maana damu yake imekoma kabisa kutoka, tunashauri kwamba afanye uchunguzi huu angalau mara 1 kwa mwezi, siku ambayo ataichagua. Sasa ukiamua kufanya uchunguzi huu, tunakushauri ulale chali au ulalie mgongo, halafu weka mkono mmoja juu ya kichwa kisogoni, shika hivi kama kwenye kichwa, halafu mkono wako unapita kwenda kukagua titi lako. Ukishamaliza kukagua titi lako kwa staili hiyo, basi ukageuza tena mkono huu mwingine ukakagua pia titi lako. Hakikisha kwamba unajua unabonya taratibu kukagua titi lote. Kisha ukimaliza hapo unaweza ukakaa. Ukikaa tunashauri au unaweza ukasimama ukakagua sehemu ya kwapa lako, kwa mbele, kwa katikati na kwa juu. Kwa sababu tishu za kwenye titi zinaenda mpaka kwenye kwapa, kwa hiyo kagua vizuri. Ukishamaliza hivyo, shika chuchu yako uibonyeze kuhakikisha kwamba hakuna maji ambayo yanatoka kwenye chuchu lako. Taratibu baada ya hapo hakikisha kwamba umefanya pande zote kabisa. Wanawake wengi wana viuvimbe kwenye matiti, kwa hiyo usiwe na wasiwasi ukivikuta. Lengo la zoezi hili ni kutafuta kile ambacho ni kipya, kitu ambacho kwa hali ya kawaida huwa hakipo au kawaida ni tofauti na vile ulivyozoea, na kisha umwone daktari aweze kufanya tathmini. Baadhi ya wanawake wanapendelea kufanya zoezi hili wakiwa bafuni wakioga, lakini ni bora zaidi ukifanya ukiwa umejilaza kitandani. Inasaidia kuchunguza titi lote, lakini pia inakuwa unalifanya ukiwa hauna haraka. Ukishamaliza, simama mbele ya kioo, halafu yatazame matiti yako. Kwa hiyo unasimama pale ukiwa umeweka mikono yako sawa. Unaweka mikono yako sawa, halafu unayaangalia matiti yako. Hakikisha kwamba ngozi yake haijamba badiliko yoyote. Ina maana unaangalia labda ngozi yake haijadumbukia kama ile ganda la chungwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba umbo lake unalionaje, ni la kawaida, chuchu zake zimerudi ndani au hazijarudi ndani. Kama zimerudi ndani, hilo ni tatizo, inabidi uonane na daktari. Unafanya hivi ukiwa umeweka mikono sawa. Baadaye unaweza ukanyanyua mikono yako juu na ukayangalia tena matiti yako, mikono yako ikiwa juu ya kichwa chako. Sasa ukishamaliza, kama unaona kwamba kuna mabadiliko yoyote, unaweza ukaenda kwa daktari ili aweze kuyaangalia. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.